Kumbe Roho Mtakatifu tusipokaa naye vizuri anaweza akahuzunika, na ukimhuzunisha Roho Mtakatifu hasara yake unabaki mwenyewe. Na somo letu kama unavyofahamu, semina yetu ni semina ya Pentekoste. Pentekoste Mungu aliikusudia kwamba tunapofika katika kipindi hichi tunakumbuka kipindi cha kushuka kwa Roho Mtakatifu. Alafu Roho Mtakatifu anaposhuka analeta mageuzi. Unaanza mwanzo mpya wa maisha ya kipentekoste. Maana wewe ni Mpentekoste, umeokoka, basi unaanza mwanzo mpya wa maisha ya kipentekoste. Niitikie amen. Tuende kwenye kipengele namba 2. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Sasa jambo la kwanza kabisa, pointi ya kwanza tukizungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu, andika, Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu. Tunasoma Mwanzo sura ile ya 1 na mstari wa 2. Alafu Mwanzo sura ya 1 ile mstari ule wa 26. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unasikia? Roho ilikuwepo. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Nenda 26. Mungu akasema. Mungu akasema. Na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na ndege wa angani. Na wanyama wa nchi yote pia. Asante. Unaweza ukaishia hapo. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu ni wa muhimu ndani ya kanisa na ni wa muhimu kwa mtu aliyeokoka, kwa sababu mpaka leo Roho Mtakatifu ni muumbaji. Mpaka leo Roho Mtakatifu anatutengeneza kwa upya. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Nafsi hai lazima iwe na hisia. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 30. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Kama nafsi ya Mungu iliyo hai akikosewa ana uwezo wa kuhuzunika. Kumbe Roho Mtakatifu tusipokaa naye vizuri anaweza akahuzunika. Kwa maisha yako unayoishi unaweza ukamfanya akahuzunika. Na ukimhuzunisha Roho Mtakatifu hasara yake unabaki mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Niitikie amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu nafsi ya Mungu iliyo hai ana hisia. Namba 2, ana utashi. Sasa utashi ni ule uwezo wa kuweza kuamua kwamba hichi nataka na hichi sitaki. Wakorintho wa kwanza 12 tusome mstari wa 10 na wa 11. Ndio. Biblia inasema, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii. Sawa. Na mwingine kupambanua roho. Sawa. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Jamani, haleluya. Wewe ambaye una karama ya matendo ya miujiza, usimdharau anayetafsiri lugha. Maana wote hao wanapewa na Roho mmoja. Maana Roho anatoa kulingana na jinsi anavyofahamu uwezo wa mtu. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Niitikie amen. Kwa hiyo wote tunapokuwa kanisani, wote tunakuwa kanisani mahali pamoja. Huyu amepewa kipawa hichi, huyu anapewa kipawa hichi. Sisi sote tunakuwa ni watoto wa Yesu, tumeunganishwa na Yesu, tumegawiwa vipawa na Yesu. Hakuna kudharauliana, hakuna kupezana, hakuna kuona huyu hafai, hakuna kuona huyu hafai, hakuna kuona huyu anafaa, hakuna maarufu. Sisi wote ni maarufu katika jina la Yesu. Sisi wote ni wa maana katika jina la Yesu. Hakuna kudharauliana, sisi wote ni sawa, maana tunapewa vipawa na Roho Mtakatifu. Sema amen kama unanielewa.
Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako, mwambie unithamini, usinidharau kuanzia leo. Okay, ngoja tuseme kama Waroma, mwambie acha masarau. Wewe ambaye unafika mahali unajidharau, niko hapa mbele yako nikikwambia wewe ni mtu wa maana. Usijidharau. Yesu amekuokoa na amekuokoa kwa damu ya thamani ya pekee ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe sio askofu mkuu, wewe ni wa maana. Hata kama wewe sio askofu wa jimbo, wewe ni wa maana. Maana Roho Mtakatifu aliyoko ndani ya askofu ndio yule ambaye wewe umepewa kwa kiwango chako, kwa namna yako, kwa uwezo wako. Roho Mtakatifu umepewa. Bwana Yesu asifiwe.